moja nilienda hospitali kuombea wagonjwa. Lakini wakati nikiombea wagonjwa, nilikutana na mgonjwa mmoja ambaye yeye hawezi kuongea tena, lakini anaweza kusikia na anafahamu. Akaniomba karatasi na peni. Akaniambia, mtumishi, ninaomba karatasi na peni. Akasema kwamba, mtumishi, kwa sasa siwezi kuongea tena na siwezi kutafakari chochote na siwezi kufanya chochote mbele za Mungu kwa kinywa changu, lakini ningekuwa naongea leo hii, ningetamani kumwambia Mungu ninakupenda. Mungu, ninaomba unisamehe yale niliyokosea. Natamani kumwambia Mungu, hebu nilindie watoto wangu na familia yangu. Natamani kusema lolote mbele za Mungu. Wakati ningali nasema kwa kinywa changu, sikuwahi kumwambia Mungu nakupenda. Lakini mpaka sasa nilipo hapa kitandani, ninaona wema na ukuu wa Mungu. Ni mengi nimekosea, lakini niliamua kunyamaza kimya. Lakini wakati huu, wakati nimelala hapa kitandani siongei chochote, nikasikia ndani yangu kutamka na kumwambia Mungu, ninakupenda. Mungu, naomba unisamehe. Akasema kwamba ningeweza kumwambia Mungu ya kwamba ikiwa kama nimetenda dhambi kwa namna yoyote ile, ikiwa kama hata leo nitaenda jehanamu kwa ajili ya makosa niliyotenda, lakini moyo wangu na kinywa changu kitamke sifa zako na uweza wako. Akasema ningemwambia Mungu ya kwamba ninakupenda sana, hata kama utanipeleka jehanamu leo, lakini kinywa changu nilitamani kikiri kwamba ninakupenda Mungu wangu. Akaniambia, pastor, je, unaweza kupaza sauti badala yangu? Unaweza kumwambia Mungu haya ambayo ninakwambia sasa? Akaniambia, je, pastor, unaweza? Lazima uelewe kwamba ukipata neema ya kujua makosa ambayo umeyafanya mbele za Mungu, basi ni lazima utubu kwa ule wakati ambao ungali hai, ungali mzima na bado una uwezo kusema. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akusaidie, Mungu akuongoze mahali pale umekosea. Uende mbele za Mungu kumwambia Mungu, ninaomba unisamehe, lakini sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Wakati umefanya yale mabaya, ulifanya kwa moyo wako wote, lakini sasa hivi unataka